ukweli ni kwamba Nancy ni msichana mzuri. Ni mrembo kupindukia. Ni mrembo. Na mtazamaji tulikuambia tunataka tuone na macho. Tulisema tunataka kuona na macho. Na mpigaji picha ahakikisha kuna picha yake. Ameangalia kabisa. Amempiga picha yake. Kijana Grishon kweli aliona. Unajua? Niacha kusema venye nilikuwa nataka kusema. Sema tu. Unajua hata kuna watu wataangalia washidwe. Kwani sisi tulifungwa macho? Wakiangalia Grishon amempata malaika. Amepata mrembo haswa. Na wengine sisi ambao tunazungumza na tunaona mtu anakuja na mtu mpaka unashindwa. Huyu ameokota wapi? Ametoka hii tu. So Grishon yenyewe haujatuangusha. Grishon hapa mtazamaji. Grishon hajatuangusha. Imagine nani natural hana makeup. Kwanza hiyo ndio inashangaza. Hana makeup. Hana makeup na akiweka makeup. I say hapa si watu wanatetemeka. Utuko darasa usitucheke tafadhali. G ndio mnaonyesha G. I G ama H twice. Oh, H. Hivi. Okay. I ndio mnaonyesha. J. Aka kaki vile kana teremka hiyo ndio J. Koja J. J. Ndio mnaonyesha K. Na naonyesha Ngoja. Hivi. K. Hata nimecheka. So mureri wa Barothi wa Thayo TV, karibu sana thĩinĩ wa Barothi wa Thayo TV harĩa hothe ũrĩ wĩ Kenya, nja wa bũrũri thĩ yothe. Karibu tabarĩra-inĩ ya mwanya mũno makĩria twĩrĩga gũkũrehera gĩcunjĩ kĩa mbere kĩa mwanake wĩho kuma kũrĩa gwetagwo icagi gĩtagwo Botera harĩa Jogoo Road, na tũgĩkwĩra part hiyo nĩ ya mbere. Nĩtũgũka tuwe part 2 and of course kwĩna part 3 nĩ ĩroka. Now gĩcunjĩ kĩu kĩarĩ gĩcunjĩ special mũno na andũ aingĩ makĩmaka mũno na angĩ magĩkena na angĩ makĩrigũrigwo gũcoka gũikarĩ atĩa. No tũtirenda ũmakio na maũndũ macio mothe. Ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ Ngai akoragwo Ngai nĩ wa mwanya mũno. In fact ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmaga tuone Ngai nĩ wa mwanya mũno na maũndũ make nĩ makũgegania. Rĩu macio nĩmo tũngĩta makũgegania. Rĩu kaĩ nĩ twakũrire nĩ tũroka na ikuru gũkũ Bahati tũra rĩtagwo Mairo 10 kwa Nancy Wakonyo kana nyina Wakonyo, na mũtumia ũkĩrĩ haha nĩwe wĩtagwo nyina Wakonyo, na hakĩrĩ na mũirĩtu wake wĩ haha etagwo Nancy Wakonyo, na nĩwe tũmĩte tũke gũkũ, atũmĩte ageni yothe mokĩte gũkũ kuma Nairobi makimarange na ikuru. Ndiĩ ndoka Bahati actually, na tũgĩũkĩte nĩgetha tũkĩmenya atĩrĩrĩ kandeno ri nĩ gwĩtwo Grishon ri mamenyanĩire ku, you know atĩrĩrĩ ndwĩrĩ they are very special actually tondũ erĩ matiraigua na erĩ matiraria yet akina story wekega mũno, na kwa sababu hii ni story tulianza kwa Kiswahili na tungetaka dunia nzima iweze kufuatilia, that's why nimeshift kwa Kiswahili, lakini lazima ningefanya hiyo introduction because tungetaka dunia nzima iweze kufuatilia hii story hadi tamati. Na kwa sababu tulianza kwa Kiswahili, then we shift direct. Ndio nimesema tuko kwa mama Wakonyo na msichana wake ndiye anaitwa Nancy Wakonyo. Tulicover story ya Grishon, tukasema we will come and do part 2 and of course there is part 3. Part 3 watakuwa pamoja, so watakuwa kituelezea how they met and the story began after we did the one for Grishon. So today's episode 2 or part 2
na tuko na Bishop kama kawaida. And the reason as to why tunakuja na Bishop, and of course Pastor Moga ako with us siku ya leo. Kwa sababu tulikutana na Bishop na Pastor Monga, hao ndio waliniambia. Pastor Monga ndiye alinitafuta akaniambia kuna Bishop, na Bishop akaniambia kuna story iko hapa, tungetaka dunia nzima ijue. Lakini the beauty thing of this story ni kwamba Grishon na Wakonyo walikutana. Hatujui wapi, kwa sababu unajua mimi huwezi trust mwanaume. Grishon alituambia upande wake, wacha tusikie. Mmoja wa wasichana ndio wanajua na hawasahau, anaweza kuambia hata ilikuwa saa 6 hivi nikaingia Facebook, nikawasha data. You know, sinunuagi data mchana. Nilijipata nimenunua data mchana. So you never know. Wacha tutasikia sauti yake, tusikie. Anyway. So Bishop, tulikutana na wewe na ukanielezea kuhusu kesi ya Grishon and of course Nancy, na tukaweza kuenda kwa Grishon tukafanya interview na tukajua Grishon ni nani na akatuelezea mahali walipokutana na mpenzi wake na tukaamua kuja kufanya part 2 ya kutaka kujua maneno labda vile Grishon alituelezea msichana tayari ashakubali ama hajakubali. Ni kweli ama si kweli? Wangetaka tuendelee ama tuachie hapo? Ndiposa tuweze kujua kutoka hapo tunafaa kuwafanyia nini. So Bishop, ningetaka labda kidogo tu kwa niaba ya mwenye hakuona part 1 ajue mlipokutana na Grishon ni nani kwako. Unajua kuna watu wengi hawakuwatch labda part 1, hawajui huyo Grishon ni nani, tutamuona wapi, walikutana na Bishop aje, ni rafiki yake, ni familia ama ni wakina nani na alimjulia wapi? Mtazamaji wa Farodhi wa Dayo TV, nimesema majina yangu ni Bishop Dr. John Dungu Dawkins. Na nikasema doctor ni ya udaktari, nimesomea udaktari wa theology, nimesomea udaktari wa upasuaji. Grishon Kamau ambaye amefanya tuje hapa ni kijana ambaye nilipata habari yake. Yeye ni bubu na ni kiziwi, hivyo hasikii na hasungumzi. Na nilipopewa habari yake ikanivutia sana kwamba ni kijana ana imani sana, lakini amelelewa katika hali iliyo chini na amempata mpenzi na angetaka kuoa, na kidogo mfuko ulikuwa haujawezesha. Na nikasikia pana, hafai kuchelewa, anafaa kuoa. Nina marafiki, nikazungumza na rafiki yangu Pastor Munga na Pastor Dirangu, na tukazungumza na rafiki Farodhi wa Dayo, na kwa njia hiyo baada ya mazungumzo tukaona tukuletee na wewe pia uione, ili uweze kufahamu na kuweza kusaidia kwa njia yako ndogo, ili familia hii iweze kukaa na kuishi wakiwa wameoana kwa njia halali na wakasonge mbele na maisha. Hii ndio sababu tumefika hapa maili 10 Bahati constituency Nakuru County. Hapa ni nyumbani kwake Mama Nancy Wakonyo ambaye ndiye mpenzi wake Grishon Kamau. Ndio tumeingia tuweze kukupa part 2 ya ile tuliyokupa kwanza, ambao unaweza kuipata kwa YouTube kwa Farodhi wa Dayo TV. Tukupe part 2 uweze kuelewa naye huyu Nancy ni nani. Je, anampenda huyo Grishon na walianzanaje? Farodhi wa Dayo, naomba nikurudishie. So thank you so much Bishop. Nataka tuingie kwa mama ya msichana. Mama Nancy. Mama Nancy. Tukienda kwa Mama Nancy, tungetaka kujua Mama Nancy ni nani? Wewe ndiye uliyemlea mtoto wako. Kwa hivyo tungetaka kujua ulipomzaa na ukaona kona yani ni special kuliko wengine ambao uko nao, ulihisi vipi? Watu walisema vipi? Ulimlea kivipi? Alilelewa akiwa mtoto wa aina gani? Unajua kuna watoto wasumbua, kuna watoto wengine wazuri. Alisoma vipi? Na hata kama amefika college ni vizuri tujue msichana mwenye tunapatia Grishon amesoma, na pia yeye atatuambia walipatana wapi. So mom,
Sijui tuelezee kutoka pale ground. Kutoka pale chini tuambie naitwa mama fulani, nimetoka kitongoji hiki. At least pia tujue kahistoria kidogo kuhusu kabla uweze labda kuoleka na kuja kuwapata watoto. Kwa majina naitwa Esther Wangari Maina na ninakaa Mailo 10 Bahati, Nakuru County, na niko na watoto 4. Watatu ni wasichana na mmoja ni kijana. Na mtoto wa kwanza ni Nancy Wakonyo. Labda kabla tufike kwa Nancy Wakonyo, wewe mwenyewe ulizaliwa hapa Mailo 10? Hapana. Ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Molo. Molo. Nilitaka tuanze Molo. Najua kabla uje Mailo, hatujui Mailo 10 kama ni kwenu ama ni kwako. Ulizaliwa Molo. Ukalelewa huko? Nilizaliwa Molo nikiwa mtoto mdogo, lakini tukahamia, tukaenda Subukia. Sasa kutoka Subukia niliolewa nikiwa hapo Subukia. Baada ya kumaliza masomo yako? Okay. Tukahama tukakuja huku. Shika hivi. Tukakuja huku. Sasa huku ndio nimepata hawa watoto 4. Mzee alikutoa huko Sumbukia, si ndio? Mzee ni wapi? Pia kwao ni huko Sumbukia. Sumbukia. Akakwambia mhamie huko kwa nini? Kwa nini hamjakaa Sumbukia? Tuliona wazazi wako na huko, tukaona ni vizuri tu change. Okay. Tukakuja pande ya Mailo 10. Anaitwa nani? Peter Maina Ndirangu. Okay. So mtoto wa kwanza mlimpata mkiwa huku ama kule? Mtoto wa kwanza nilimpata tukiwa tu Subukia. Sasa nikakuja akiwa mdogo huku. So first born ni nani? Ni Nancy Wakonyo. Acha. Huyo ndiye first born? Yule aliyefanya tufike hapa? So hebu nikuulize mami, unajua kuna yale matarajio, nimepata mtoto. Na huyu mtoto labda ulitarajia kupata mtoto anayesikia, mtoto anayezungumza. Wakati kalikuwa kadogo, uliona ile tabia ya mtoto, unaona mtoto amekaa kabla aongee, mtoto nikimuongelesha ni kama hasikii. Ulianza kuona mtoto tabia akiwa mdogo ama ni kitu uliona after amekuwa mkubwa? Akiwa mdogo si kujua, sababu alikuwa active. Alikuwa active? Kazi yake hata saa hii kufanya kama hujui ni ngumu sana kujua. Hata akiwa mdogo nilikaa 1.5 year kabla nijue. Sasa wakati baba yangu aliwaitisha nyumbani, yeye ndiye aligundua. Akasema arudishwe, nikuje nimpeleke hosi. Juu anamuita na anaona hasikii. Sasa hapo wakati alikuja nikamwangalia vizuri nikaona, lakini yeye alikuwa active. Kumjua ilikuwa ngumu. Unajua kuna zile sauti mtoto hutoa. Sauti hata saa hii anatoa sauti mzuri sana. Ni ngumu sana kujua. Okay. Sauti yake inakuwa mzuri. Huyo ni bubu ambaye hasikii lakini anaweza ongea. Mtazamaji wa Farodhi TV, huo wakati mwingine nilieleza tuna bubu aina 2. Tuna bubu ambaye hasikii lakini anaongea. Na tuna bubu ambaye yeye haongei lakini anasikia. Yule ambaye haongei hatoi sauti yoyote. Yule ambaye hasikii lakini anaweza ongea huwa anatoa sauti. Lakini sijui hapo kama nimeelewa, kwa sababu kuna wengine haongei lakini atatoa sauti. Unajua kuna ile kutoa sauti ambayo huwezi sikia. Kwa hivyo hiyo hatuwezi sema ni kuongea. Maneno yake kwa sababu hasikii hayajajiunda vizuri, kwa sababu hasikii umemwambia nini. Lakini vocal cord yake imejiunda vizuri. Kunaye haongei. Kunaye vocal cord imeharibika. Hatoi hata sauti. Hatoi sauti. Huyo ni mbaya akipata shida, kwa sababu hawezi kuitana. Huyu ambaye sauti inatoka akipata shida anaweza piga nduru. Alright. Okay. Aya, okay. So ulianza kunotice anatoa sauti lakini hakuweza kuongea jinsi utakavyosikia. So wakati ulipata habari baba yako akakwambia sasa mtoto uliyemzaa hawezi kuongea, unajua labda pia kusikia. Manake unapomuongelesha utarealize hasikii
Kwa hivyo inachukua muda labda kuelewa ni nini unamaanisha. Ulipoambiwa kwamba mtoto wako hasikii na haongei, ulihisi vipi? Hakusema, aliniambia bado unajua saa hiyo bado alikuwa mdogo. Lakini vile unaitaka mtoto angalie nyuma, ukimuita akaona haangali. Sasa immediately akasema arudishwe ndio akuje apelekwe hosi. Hiyo kitu ikanishangaza. Wakati alikuja kumuongelesha tukaona ni kweli, hata ukimuita ukipiga makofi haangalii nyuma. Sasa tukatiki step ya kumpeleka hosi. After kumpeleka? Tukang'ang'ana kumpeleka medical. Unaenda unapewa hizi dawa, kama miaka 2. Una struggle tu, unaenda huku, unaambiwa hivi, unanunua dawa hata kama ni za 5,000. Nikaona sasa wakati nilienda hapa, kuna Nakuru, kuna daktari alikuwa anaitwa Dr. Gitu. Sasa nikampeleka hapa, akaniambia kuna madaktari wanatoka huko Mulimo, wakikuja atanipigia simu ndio aende angaliliwe. Juu alikuwa amekunywa dawa sana. Sasa wakakuja Rugai, akanipigia simu akaniambia kesho watakuja Rugai umpeleke yeye. Sasa nikampeleka. Sasa wakati nimpeleka nikawakuta, wakamuangalia, akaniambia moja imekufa kabisa, haiwezi sikia, lakini hii moja anasikia akiwa kwa umbali. Sasa akaniambia sasa hiyo hakuna kitu inaweza fanywa. Alizaliwa hivyo. Sasa mimi tu nikatoshereka. Sababu hata kama utasikia tu kitu, lakini utaona sio wewe tu. Na vile nimeokoka lazima nikubali. So daktari alikwambia haongei? Ama hana uwezo wa kuongea, ama alikwambia tu hana uwezo wa kusikia? Kuongea hakuniambia. Juu unajua wanasema kama mtoto hasikii, kuongea ni ngumu. Hivyo aliniambia. Sasa aliniambia kusikia hawezi sikia. So sasa wewe ukaridhika na ukaenda naye nyumbani? Sasa nikarudi nikaambia sasa yeye alizaliwa hivyo, nikubali tu. Au kuuliza daktari sasa tutaenda kuzungumza naye vipi? Sijawahi kuona mtoto kama huo kwetu, hakuna history, ama kuna history ya mtu labda ako hivyo kwenu? Hakuna. Kwa mzee? Hakuna. Au kuuliza daktari sasa tutakuwa tunazungumza aje? Nitajuaje anataka kukula? Aliniambia kuna shule zao za nini, sign language. Ndio kuongea tu ndio shida, kutosikia. Lakini mambo mengine anajifanyia. Shida hata si yeye atasoma ni sawa. Na wewe? Mimi tu niliridhika tu. Na nikaambia tu, nikakubali tu. Na nikaambia Mungu anipe nini. Hata kama utasikia vibaya na mtoto ni wako, niwe utasikiliza, si unaitisha tu nguvu kwa. So uliambia watu waje, manaka watu unajua walikuuliza? Mimi waliniambia huyu mtoto sasa akona miaka ngapi, wanasema hawezi ongea. Huyu anakuambia hivi, mwingine anakutia nguvu, mwingine anakuambia mambo ya kunini. Wewe tu unanyamaza. Unangojea tu Mungu. Si Mungu ndiye anakuaga na neno la mwisho. Haya, sasa unajua kuna ile yeye atasoma na ajue jinsi ya kuzungumza na watu. Wewe daktari alikwambia itabidi uende shule ndio ujue namna ya kuzungumza na yeye. Maana si mtoto wa kawaida, kwa hivyo huwezi mzungumzia kawaida. Aliniambia nijifunze sign language. Ulijifunza? Sijajua kabisa. Lakini kidogo umejifunza. Lakini tukia na yeye kuna zenye ninashikaga. Sasa okay fine, ni sawa. Najua hukuenda shule immediately. Sasa ulikuwa unamtunza aje? Tukiwa na yeye? Akiwa mdogo. Ujue sign language kabisa. Sasa ni huyu anaumwa na tumbo. Utajuaje? Anajua kusema. Kama ni kichwa anasema tumbo inauma. Kama ni joto ananiambia kuna joto, na tena yeye ni mrefu kwa message. Haikufika wakati ukaona huyu sasa amenichosha, sielewi ni nini anamaanisha? Si kufika hapo. Sababu hata ukipewa kibete tu na ni Mungu amekupea, tunaambiwa ukubali. Sababu kesho yake uwezi ukajua huyo mtoto atakuwa. So ulimpeleka shule gani? Amesomea Gala Primary. Nairobi? Kuna Nakuru. Nakuru. Akafanya class 8 na alikuwa mrefu.
kumaliza class 8 nikaona siwezi mpeleka mbali sana. Juu naye na msasi anapenda wasasi sana. Okay. Sasa nikaona sitaki aende mbali. Bado wako na secondary. Nikampeleka hapo. Okay. Sasa amefanya mpaka form 4. Okay. That's good. So after amemaliza kusoma ukampeleka wapi? Wakati alimaliza Mungu ni mwema. Kukakuja mama mwingine bado hasikiagi. Akasema kuna mahali wanataka youth wenye wanaongea wenye hawaongei, bora hawe ni youth. Waende wasome miezi 6 alafu mtu aseme anataka kosi gani. Ilikuwa inaitwa Kiapia College. Okay. Kiapia. Sasa akaenda akafanya interview. Wakati alipelekwa akafanya interview, baba yake akapigiwa simu akaambiwa amepita. Sasa ata pale karibu na medical kuna mahali walikuwa anasomea hapo miezi 9. Kaenda akasoma miezi 9. Wakati alimaliza sasa wakasema aseme ni kosi gani anataka. Wewe ni very sharp. Sahi alikuwa anataka hii ya kupika, lakini nikaona ya kupika na yeye si mzuri sana. Kwa nini? Nikaona aanze na ya nywele. Okay. Sasa hiyo akapeleka wakamlipia pale nini 6. Wakamwandikia hapo mwenye ako hapo walikuwa namlipa, wakamwandikia mtu wa sign language na yeye sasa. Okay. Sasa akasoma tena hapo miezi 6 akafanya interview. Sasa anafanya kazi ya mobile mahali anapata. Okay. Wow, kwa hivyo anajua kutengeneza watu nywele vilivyo. Anajua kutengeneza. Ni shida tu ni vitu. Okay. Problem. Lakini akiitiwa kazi mahali anaweza fanya. Okay, alikuja kununua simu wakati amemaliza form 4. Unajua simu ni kitu muhimu sana kwa hii interview. Manake sisi unajua ukienda kwa duka unanunua simu unaanza kuitumia mara moja. Sasa kwake si kawaida. Manake akishika simu hawezi kukuomba namba kama huelewi ni nini anamaanisha, si ndio? Kwa hivyo alinunua simu after form 4. Alinunuliwa na baba yake after kumaliza. Okay, baba yake yuko. Baba yake yako hata ni vile aliona hawezi ni mwalimu. Ni mwalimu? Anaingia saa ngapi? Leo saa 11. Ama anaogopa TV? Hata sijamwambia. Okay. Lakini nilimwambia kuna wageni watakuja lakini hatukujua ni wageni nini. Okay. So that's so nice. So umekuwa mkikaanisha naye aje tutabia, unaona ndio akuja kukuambia sasa mamu ni kama kuna kijana anichokoza na kulingana na vile namuona huyo kijana ako serious. Unajua ni wengi lakini kuna yule ataona huyu kijana. Hata kabla aone huyo alikuwa anasema tumuombe. Yeye miaka yake imefika ya kuoa. Kwani how old is she? Sasa yako na 24. Okay. Aliona tu 24 niombeeni. Sasa yes hanyamazaki. Sasa yeye akasema tumuombe. Na baba yake. Ulijuaje anataka kuombewa? Yeye anasemaga yeye. Alikwambia aje? Alikuwa na message. Alikutext. The very big advantage uko nayo ni ati unaweza ongea kwa message. English ndio anajua message. Sasa wewe Kiingereza inakuja vizuri? Hakuna kitu si very good. Anajua sasa alphabet. Kwa hivyo nyinyi mnaongea kwa Kiingereza? Sio sana, siwezi nikashindwa. Kiswahili hajui? Kule vile shida ya hawa sasa ninaona najifunza kidogo lakini shule hawaku wanafanya. Badala wafanye Kiswahili walikuwa wanafanya sign language. Sign language. Kwa shule za sign language wanafundishwa English ndio iko rahisi kujifunza. Okay. Ni rahisi kujifunza English kuliko Kiswahili. Okay. So mmekuwa mkiongea kwa Kiingereza. Alikuambiaje kwa message? Unajua kuambia mzazi ya kuombea ati wakati wako umefika. Mimi siwezi, sina hiyo grace. Alikuanza aje? Kama anaenda nione amechelewa kidogo ninamwambia. Sasa anasema yeye amefika, hawezi danganywa na mtu. Mahali amefika hawezi danganywa na mtu.
Kumbe yeye akichelewa unamwambia unachelewa. Juu anajua hapa ni 6 ikifika lazima asiulize mtoto na mtoto. Kwa hivyo ukimuuliza anakujitetea. Anajitetea. Sasa yeye mahali amefika hawezi daga. Na saa ile anataka kuoa atalete. Sasa mkaendelea anachelewa. Hata sana sana anaambia baba yake. Anasema sasa miaka amefikisha ya kuolewa. Sasa anataka aombe. Acha, okay. Alijua maombi ndio chanzo. Nililete wenye tunasema ni pastor na mzee wa church na wakamwombe. Na ni kweli hakuka. Akatuambia amepata mtu. Sawa. Naye baba yake akamwambia kama amepata, ampigie amwambie anataka kumuona akuja wapi? Asiende. Amwambie akuje. Na ni kweli alifanya hivyo. Akajileta. Alijileta. Nasikia alikuja huku na akachelewa. Kulienda aje? Sasa nikamwambia hawezi ende mimi. Ngoja, mlikonfirm anakuja siku yenye anakuja. Wakati huyu alituambia akawapea namba. Mkakommunicate. Yeye walicommunicate na yeye. Akamwambia kuja. Na ati dili imeivana. Alikaa mwezi mmoja akakuja. Akampea date akatuambia. Sasa tukamwambia hiyo date ikifika kama anakuja utuambie tutamngojea. Akamwambia dili imeivana ndio huyo anakuja. Sasa alienda akamchukua mpaka town. Ni yeye alimwendea? Tulimwambia mngojee hapa akakataa. Akasema anaweza potea aende town. Nani anaweza tamani mtu wake apotee? So akamwendea na akamleta. So kijana aliwaambiaje? Sasa ni hakuongea sana na sasa hakutuambia. Unajua ni kuwadhoni. So lazima pia aangalie aone. Sasa baba ya huyu waliongea na yeye. Akamwambia sasa akirudi waongee na mama yake. Si sasa walifika wakaongea. Sasa na mama yake akasema atakuja. Msichana alikuhakikishia huyo kijana ni mzuri na akopoa na tumeagree kila kitu na hanichezi. Alisema hivyo. Alisema ni huyu hana hataki mambo mengine. Na ujaisikia amekaa kidogo akamwambia hii mama pigana na vile naona nini. Hajaikaa akakwambia ama ukoona akona doubt ama akona stress? Hapana, hana stress. Hapeangu hata stress. Wajuane amekuwa mtu hata kwa nyumba. Hapeangu hata stress. Hata kazi saa nyingine anakataa. Simu. Acha. Wazungumza na mwanzako. Ndio maana kijana hafanyi kazi. Unajua, unasikia mama wanashida kwa simu. Ndio maana kijana hafanyi kazi. Wanashida kwa simu. Lakini ni vizuri. So how do you feel as a mom? Sasa I mean, ulifeel aje? Unajua labda ulikuwa na mawazo sasa msichana wangu ataolewa na nani? Miaka yake imefika siwezi chukua mtu nimletee. Hata watu walikuwa wanasema vile hawaongeaji wanaona kama mtu atakaa na huyu mtoto. Lakini mimi nilikuwa naambia ya Mungu mtu hawezi akaju. Hata mwenye unaona ako na kasoro hata kwako mshike vizuri kwa sababu ya kesho ujui. Labda yeye ndiye atakuwa tegemeo lako. Ndiye atakusaidia. Mwenye unaona hawezi ndiye anaweza kukusaidia. Mwenye unaona ati anajiweza ni yeye hawezi kukusaidia. Kwa hivyo mimi naona kama sisi wenye tumeokoka ukipewa mtoto mwenye ako na shida ni vizuri kumshika vizuri. Unaona huyu Kamondo tumekuja na yeye. Hata ukijiona amejinyamazisha pale ni kuthimira. Yule unaweza fikiria naona haoni. Si umeona pia kutembea ni kidogo hawezi lakini anatembea tu kidogo. Lakini Kamondo anakaa kwake peke yake. Si ni mzuri. Anakaa kwake peke yake. Na ni wengi wazuri na hawezi kufika mahali hapo wamefika. Hiyo ndio ninajitiaga nguvu ninaona ukikaa kwa Mungu naye Mungu anakubariki. Sababu hata saa hii unaona akipata mtu mnaona kwa nini mtu anakuja unishuke tulaini, nishukie watoto tulaini. Anaenda. Sasa ninaona kama angeweza kuwa na vitu yake, si unaona anaweza fanya kazi nzuri. Kweli. Hiyo isimjalishe hata kidogo. Mahali tunaelekea mambo itakuwa mazuri. Lakini ni vizuri tuambie watu wenye wako hapa maili 10. Ni maili 10 ama ni 7? Maili 10. Hapa kuna mtu anaweza tengeneza nywele vizuri. Si ndio? Si ndio?
Ati? Si hapa kuna mtu anaweza tengeneza nywele vizuri. Kwa hivyo kama uko hii area maili 10 unataka kutengenezwa nywele, usishinde ukisumbuka. Tutakupea namba. Ako hapa. Unaona yake ni imetengenezwa vizuri, so at least tunaona ni mtu anaweza kutengeneza yako ikae vizuri. Hata nikipomoa juzi na yeye atanishuka yenye nitanini. Na niulize Bishop. Wewe unaona huyu ni kwanza anaiva. Sijui nitasema anakaa haji. Unajua Kiswahili inapotea jinsi ya kuelezea vile anavyokaa. Ukweli ni kwamba Nancy ni msichana mzuri. Ni mrembo kupindukia. Ni mrembo. Na mtazamaji tulikuambia tunataka tuone na macho. Tulisema tunataka kuona na macho. Na mpigaji picha ahakikisha kuna picha yake. Ameangalia kabisa. Amempiga picha yake. Kijana Grishon kweli aliona. Unajua? Mbona niacha kusema venye nilikuwa nataka kusema. Sema tu. Unajua hata kuna watu wataangalia washidwe. Kwani sisi tulifungwa macho. Wakiangalia Grishon amempata malaika. Amepata mrembo haswa. Na wengine sisi ambao tunazungumza na tunaona mtu anakuja na mtu mpaka unashindwa. Huyu ameokota wapi? Ametoka hii tu. Kuna besti yangu tulikuwa tunatafuta na yeye. Ako huku tu. Wacha nikwambie. Ndio. Mungu ni mwaminifu. After kuingia ground, kwenye tulitoka nacho. Lakini unajua kama amechagua mwenyewe inamtosheleza. Unaona yule Kamondo unaona amenyamaza pale? Unajua hata yeye amepata. Najua Kamondo amepata pili. Na wake hata yuko Kenya. Najua. Ako Dubai. Najua. Yaani anacheza ligi ya majuu. Kamondo anacheza ligi ya juu. Akiwa bado haoni. Na atembei mzuri. So, Grishon yenyewe haujatuangusha. Grishon hapa mtazamaji. Grishon hajatuangusha. Imagine nani natural hana makeup. Kwanza hiyo ndio inashangaza. Hana makeup. Hana makeup na akiweka makeup. I say hapa si watu wanatetemeka. Kweli kabisa. Hata Grishon aliona. Hata wewe mtazamaji, nina hakika watasema aliona na amepata. Kwanza hebu nikuulize Farodhi. Sijui kama Nancy atakubali kutuambia. Alifanyaje? Unajua sasa tunaelekea kwa Nancy. Lakini tunashangaa. Nashangaa kwanza. Alafu unajua mrembo kiasi cha Nancy ni mtu wa kutaka maisha ya juu. Na unajua kijana wetu hajakaa maisha ya juu, unaona? Kijana wetu hajakaa maisha ya juu. Unajua sisi tukitafuta walikuwa wanaangalia uko na nini. Na anakuuliza unaishi wapi? Mpaka hata unafuliza. Sikia, anakuuliza unaenda job aje, anataka kujua kama uko na gari ama hauna. Unaenda job aje? Sasa yenyewe hapo yenyewe hapa ni Mungu tu. Hapa ni Mungu. Hapa ni Mungu. Anyway, so tunataka kwenda sasa kwa msichana. Ndio. Anajua tuko na kibarua. Mwanake sistake sasa ndiye sign language interpreter. Na nilikuambia tusomee hii kitu. Iko na kazi sasa ningekulipa. Hizi nilikuahidi nitasoma. Unajua ningekulipa. Sasa hiyo pesa imepotea. Sasa imeenda hivyo. Wewe mheshimiwa. Sio kama unajua hiyo shule mahali iko. Si uniambie tu. Mkiwa na Pastor Munga ningewalipa tu. Leo ninafaa nijue kuweka vidole. Lakini sasa sijui. Ukiona hivi lakini tuliambiana tutasoma. Mara hapa angetuambia maneno. Sasa hiyo ungekuwa halfway. Ningekuwa halfway lakini sasa unaona. Haya, so mom, kabla tuingie kwa msichana. Babake anasemanga vipi? Unajua pia mzee kuna vile alikuambia mama nani? Huyo kijana tu ni mzuri. Huyo kijana yenyewe anaizana na huyu msichana wetu. After sasa kijana kutembea na kuenda alikuambia vipi? Unajua wazee nao ni wengine. Alisema ameona kijana ni mpole. Ni mtu mwenye hana maneno mingi, ni mtu mwenye amekoma. Alisema hivyo. Kwa hivyo alipeana go ahead. Alimwambia go ahead. Hii maneno yote anafahamu sasa. Na amesema sasa nyinyi endeni nimewabariki.
Wow. Okay. So wewe umewazuia anything? Unajua ni vizuri uwaambie saa hizi. Mimi hata ninawaombea. Ni kitu waliomba na Mungu amempea. Wow. Yaani hii ni project ya maombi. Sasa tuko kwa maombi. Hii project ya maombi. Yaani Mungu amejibu. Mungu amejibu. Sasa tunagojea mahali pa. Anapenda kanisa sana. Kabisa. Sasa kule kanisani labda kuna vitengo vya watu kama wao ama alijumuika kwa washirika wengine ambao wanasikia na wanaongea. Yeye anakujaga kwetu na lakini alikuja anaenda kwetu, hakuna sign language. Mimi nashiriki na kanisa ya Full Gospel. Alikuwa anaenda Crisco. Na saa zingine hata anaenda town. PCE town. Sisi jungetaka labda ku-advise church, makanisa vipi kuhusiana na labda watoto kama hawa. Labda ni vizuri wa-advise, ni vizuri wawe na vitengo ama services za watu kama hawa. Ni vibaya sana msichana anatoka hapa anaenda mbali kutafuta kanisa. Alikuwa anaenda Crisco hapa. Lakini ni vile tu waliisha. Hakuna. Sasa ni kama yeye wenye wanaenda kanisa. Ili ni kama yeye na yeye anapenda kanisa. Sasa marafiki wake wako kama yeye ama anatangamana na marafiki wengine? Yeye yake wote wenye wanaongea, wenye hawaongei, wote wanasikizana. Ni mtu wa watu. Au kumuuliza alijuaje kama ni roho wameongea huyo kijana ni huyo? Unajua Nairobi tuna trust roho sana. Akisema amesema. Hukumuuliza unajua kumuuliza lakini vile alisema yeye anataka Bwana tumuombe. Hiyo ndio tu. Mungu akajibu kwa magoti. Tukaitana. Na si Mungu amejibu. Lakini bado ulikuwa na uoga, ulikuwa unaona sasa hii maombi itafika lini? Nilikuwa ninaomba isipokuwa kuna challenge hivi. Lakini nilikuwa ninajua wenye wanamtumainia Bwana unategemea. Mzee alikuwa naomba, unajua wazee hiyo story. Yeye ni muombaji kwa sababu kwanza yeye ni mzee wa kanisa. Acha ni elda. Hiyo ni baraka. Okay. Kwanza yeye ndiye anatusukuma. Acha. Okay. Naomba afike kabla tumalize. Sidio. So, uko na watoto wangapi? Watoto ni 4. Kuna huyu hujatuambia jina lake? Purity nani? Purity Njeri. Na naumu wangu ya kwa boarding school na kakijana kako grade 3 hajatokea na yeye. Okay. Sasa kibarua kingi ni cha Purity. Manake kuna vitu hautaelewa yeye itabidi akuelezee. Alikuja kujua aje ama alisomea kuongea na dadake? Vile amekaa na yeye mpaka akajua. Hajasomea. Mahali sishiki ninamwambia niambia nasema. Hakushtuka alipokuwa akilelewa kurealize sister yake hawezi kuongea ama kusikia. Shida huyu nilipata mibaya huyu akiwa na mesini. Unaona ni kama wametoshana. Sasa nimewalelea hivi. Okay. Ndio maana wanakaa kama twins. Wow. Okay, good. So, wacha tuingie sasa kwenu. Sasa, Bishop, yes. Si unajua hii ni wewe unakaa nayo. Hii maswali tulisema ni kolambo juu hii maswali ni ngumu. Hii maswali ni kolambo. Inaujika hivi vizuri. Hii ni kolambo. So, tuingie kwa Purity. Purity iko na microphone. Hi Purity. Hi too. How are you? I'm fine. How are you doing? I'm doing great. Unasomea wapi? Nasomea Mount Kenya. Acha, unasomea Mount kule Kenya Raila anapanda. Kule Raila anapanda. Najua wanapanda mlima. Anapanda mlima. Uko main campus ama Nakuru campus? Niko Nakuru campus. Okay. All right. So tuseme sasa uko kale kasichana kadogo, umeanza kujijua. Ulishtuka kuona sister yako haongei wala hasikii? At first nilishtuka kidogo because kuongea naye ilikuwa ngumu. Juu maybe anataka hii na mimi sielewi na that time sikuwa najua kuongea na sign language. Yeah, but tukiwa na yeye maybe kama alikuwa anataka kitu anaenda na kuonyesha na akikuonyesha unampatia tu. Though ilikuwa hard but tulimanage tu. Lakini huko ingia shule sio? Sijasomea. Na unajua mimi hata ukishinda tushinda na wewe ukifanya hivi mimi siwezi fanya juu sitaelewa nini nasema. Wewe ulijua aje? Hata mimi si ati nilijua kitambo, nilijua time yenye alijoin shule.
Sikujua kitambo. Juu sasa venye alijoin shule siku hiyo class ya sign and language. So hata hapa hivi anatuonesha kidogo kutoka letter A to Z. Unakuta maybe anatuambia tufanye A, tunafanya kama sisi wote. Sasa venye tulienda tu pole pole. Ama anakuambia ufanye kama A unafanya kama Z. Obvious kuna zingine zinakuwa hard so hata mtu azielewe. Kwa hivyo hujaelewa kila kitu. Siwezi sema ati niko perfect. Siwezi sema niko perfect. But at least unajaribu. Ulikuja sasa kukushika vipi ndio ujue sasa ni kama tunasikizana. Vile nimejifunza ni kama tunasikizana sasa. Unajua venye tulianza tu mdogo mdogo. So akikufunza kidogo ndio kuna time amko mnasikizana juu maybe anakuambia hii hauna idea. Na sasa hiyo kwanza akiwa mdogo kuandika ilikuwa stress. Juu sasa hajaenda shule. Lakini sasa time yenye alienda shule hata kama sikuwa najua kuongea na signs alikuwa anaandika. So akiandika una understand tu. Okay. Hebu tufunze 1 to 10. Unajua ni vizuri pia watazamaji muache kujifanya mnajua hata nyinyi hamjui. So wacha tuonyeshe 1 to 10 at least darasa. Ndio tukielezewa pia vitu zingine tuna guess. Si ndio? Hebu tuonyeshe 1 to 10. Unajua tu ni rahisi tu juu hesabu tuna vidole 1 2 hivyo tu ni F unafika kama ni 10. A B C D. A ni hivi. A B C kama ina D. Hii inakuwa D hivi. D. Hatira kujika. Utuko darasa usitucheke tafadhali. Ngoja. G. Ndio mnaonyesha G. I. G ama H tu kwa. H. H. Hivi. Okay. I ndio mnaonyesha. J. E akakaki vile kana teremka hiyo ndio J. Ngoja J. J. Ndio mnaonyesha K. K. Na naonyesha ngoja. Hivi. K. Hata nimecheka. L. M. M. No. Kwa katika. N. Sasa hii kidole itaingiaje hapa katika? U V W X Z ni hivi. Naona naweza soma. Wenye wako tayari kusoma please someni. Hiyo nitajiandikisha. Nitajiandikisha. Unajua hizo ni alphabetical. Sasa kabla ujue kupeana the whole word. Kama useme teacher. Sasa utasema aje teacher? Usimefanya A to Z teacher. Sijui. Teacher. Mwalimu. T. T. E. A. C. C. H. H. E. E. R. R. Hey, my God. Kama umesoma alphabetical zote alafu ukasahau mara moja. Ndio maana ungesema jina teacher. Kwanza inabidi niandike ndio nianze sasa ku practice. Lakini naona kama ni rahisi. Afadhali Kichina. Afadhali. Wewe Kichina ni rahisi. Kichina. Haya. Lakini unaona kitu rahisi. Wakonyo kwa sababu ana uwezo wa kuongea ni kwamba hasikii ili aweze kutamka maneno. Hata akikueleza anajaribu kusema kwa sauti. Ni kwamba kwa sababu hakusikia ajue lile neno vile linatamkwa ndio maana hatamki. Wow, Wakonyo. Hebu mwambie spell jina yake ndio tuanze hapo. Hiyo N C Y W ndio sasa Wakonyo. A K O N
Wakonyo. Thank you. Bas. So unasomea course gani? Nafanya procurement. Procurement. Very good. Watu wenye pesa. Wow. Pesa inakaa kwenu. Now, okay, let's go to Wakonyo now. Nataka umuulize walikuja kupatana na kijana wapi? Ama walijuana vipi? Alijuaje? Walijuana vipi? Walijuana vipi? Unajua kama sisi nitaingia Facebook nimwangalie, tutakutana kwa barabara nikuongeleshe. Yeye haezi ongea, manake hata kijana wenye wako kwa barabara labda hawajui sign language na wanaongea, si ndio? Walikuja kujuana vipi? Hebu muulize atueleze. Ananiambia walipatana Facebook. Wow. Hiyo imeingiana direct. Imeingiana. Vile tuliambiwa. Ama amepewa Mwakenya. Anaweza kuwa amepewa Mwakenya, lakini imeingiana. Hata hivyo, vile ameieleza kwa vidole, nimeelewa kitu. Yule mpenzi Kumbe ni hivi. Hapo. So hebu muulize alimpata vipi in terms of alijuaje ni yeye? Alikuwa ameomba Wananiambia walipatana Facebook, so wakaanza chatting Facebook, ndo wakaendelea but at that time hakuwa ametuambia, ndo waka exchange mpaka contacts wakiwa tu hapo tu. Muulize alipata wapi confidence ya kuambia mzazi nimeona? How sure was she? Kwanza. How sure? Alijuaje kwamba huyu ndiye ndio aamue kuambia wazazi? Mtazamaji, hii inaitwa lugha yenyewe. Hata hatuelewi. Anasema hawakujuana for long. So venye aliongea, kuna time alikuwa amepotea huko. Hatukujua mali alienda. Ndio sasa ndio mama communicate na dad. Ndio tukajua ameenda huko. Hata si hatukuwa tunamjua by the way. Tulimjua sasa alikuja for the first time. Hivyo walisungumuza, wakaelewana, akaenda kukutana na yeye. Na hajasema. Hakusema. Wow. So muulize alikuja kujua vipi sasa ndio aamue kufanya wedding na yeye? Akaamua sasa ni sawa, acha tu ni risk na yeye. Mbona hakufikiria labda kwa sababu si yuko sure na nini, si wacha tu tufanye wedding nini, tuone kikawaida, ile kama wiste. Lazima angempeleka church. Nini kilimfanya asikie kumpeleka wafanye wedding ya church? Personally, ningesema unajua sisi kama familia tumelelewa kwa church kutoka tukiwa wadogo. So hata hiyo venye alikuwa anapelekwa church hivyo. So alikuwa nayo already kwa mind. Lazima ataitoa wazo wa church hivyo watu. So ni kitu yenye amekuwa nayo kutoka tukiwa wadogo, juu tumelelewa hivyo. So hata by the time walikuwa wanapatana na Grishon, already alikuwa anajua Kenya anataka. Though unajua inakuwa bidhaa ni ngumu, si kama sisi kama mimi tuseme personally, kama mimi nikipatana na Charlie ni different na venye atapatana na yeye. Juu sijui kama ni hiyo, sijui nikaa nikipawa napewa na Mungu anajua huyu ndio yeye. Let me ask, na vizuri na tuliuliza Grishon. Wakati walipatana Facebook, alijuaje Grishon haongei? Unajua? Unajua imagine wewe ukiingia kwa Facebook utajuaje mtu ni deaf? Wewe umeingia mara mingi. Umewahi ona mtu ukafikiria huyu haongei? Alijuaje ni huyo?
Unaweza kumwandikia mahali kwa nini hivyo? Au ataelewa haraka hiyo? Nini? Ukimwandikia hivyo anaelewa haraka. Ataelewa. Wanasema venye waliongea Facebook, waliulizana. Wewe umewahi fikiria kuuliza mtu Facebook? Sasa sijui sasa. Acha tuseme ni divine connection. Juu hakuna vile unaweza fikiria kuuliza mtu. Ana mimi sijai uliza mtu. Nimeongea na watu wengi Facebook na sijai fikiria kuuliza mtu. Kama ni def. Ama kuna mahali labda alikuwa ameandika kwa profile. Lakini huyu sana ninaonaga hata akiandika. Atichagi anasemaga yeye ni deaf. Hata akicommunicate. Kwa hivyo hata Facebook labda huenda alikuwa ameandika hivyo. Okay. Tuseme labda alikuwa ameandika Facebook. So ikakuwa rahisi yeye kuelewa. Itakuwa inawezekana. Okay. Uko na swali lingine? Ningependa nimuulize Nancy. Hebu muulize. Yeye anafikiria kufanya harusi ya aina gani? Hiyo amefurahia. Anasema anaweza taka kama ni harusi ikue church, obviously itafanyiwa church. Ikuwe na congregation kubwa. Hataki Ndio amesema wamejaa. So as a sister, how do you think and how do you feel? Manake tumesikia mjaachana sana kimiaka. In fact it's months. So alipokuambia ama uliposikia amepata mchumba, ulisikia uoga ukasema sasa akoshua ni yeye? I mean amempata aje? Unajua kwako ni rahisi kumpata. Haukujiuliza na sister yangu akianguka kwa mikono ya mtu mbaya tutajuaje kama ni mtu wa ukweli? Unajua kutoka kitambo hata kuna jambo hajawaambia, alikuwa anatusumbua by the way kitambo. Kuna time anapotea anaenda na hata tujui mali anaenda. So venye walijuana na Grishon, something changed. Hakuwa anapotea, unakuta maybe ameenda sijui Kericho, sijui ameenda wapi. Lakini venye walipatana akaacha kupotea. Ikakuwa tu sawa, kila kitu ka change. Lakini akipotea alikuwa anaenda kwa rafiki. Na hasemi unaona, na kama naenda ni either anatublock. Ama anatublock lakini ana communicate na hao mabeshte zake. Sasa tunajua through mabeshte sasa wake. Lakini wakati alikuwa tu hapa kwa huyo mama ninakwambia. Anafanya kazi na atuambia. Alikuwa kuna wakati alikuwa anakaa kwa mama mwingine hapa deaf. Anafanya kazi lakini amezima. Juu hataki nini kukaa huku. Lakini hata akienda hawa wenye hawaongeagi wanapenda nini relationship sana. Hata saa hili anaenda si ati anaenda mahali mbaya, anaenda kwa rafiki, kwa marafiki kwa wenye wameolewa ama okay. Lakini wakati alipatana na Grishon amenyamaza. Hata saa hii ni kusabasa akapata amani, amepata mtu yenyewe kupata mtu kuna amani fulani. Unaona hiyo? Kuna amani fulani. Mtazamaji, unaona hiyo? Wewe kama hujapata kitu wako, uombe Mungu. Nancy ameomba na amepata. Uombe na ngoje. Kuna amani fulani alipata, akatulia. Kwa hivyo haikuwa ngumu sana kwa hawa kuelewa huyo ndiye huyo sasa. Maana amechange. Okay, so Purity, how do you wish her as a sister? I wish her all the best. Na ametumake proud. Unajua kwa familia firstborn ndio huwa anamata sana. So sisi wenye tuko nyuma tutamuiga tumfuate. Kwa hivyo sasa kuna hopes hata wewe. Iko. Wow, that's good. Hey. Oh, that's so nice. Walikuja aje kupanga wakajua sasa tuanze safari? Wakati umefika, wacha sasa tuanze safari. So unajua kuna ile dating. Kuna dating period na kuna courtship. Nani aliwaambia vile wataigawa? Wajue tutadate hadi huu mwaka, tutafanya courtship hadi hapa, alafu sasa tuanze shughuli za kuoana. Nimuulize. Yes.
Wananiambia kutoka alikuwa na wish ameishi kuomba ati by tuko 2022 by 2022 akuwa amesettle kwa boma yake. So hata by the time when alikuwa anaanza relationship walikuwa wanajua kenye wanataka. Yaani yeye ameishi kutaka kujua Alipanga karide yake. Ako tu anajua ni nini anatakanga. Hakuna kufosiwa ama kuambiwa fanya hivi, anajua chenye anatapenda. Okay. Wow. Nafikiri hebu muulize kama akiolewa, unajua kama wewe unaweza mimi nawishi nipate tutoto tuwili. Tutano. Hebu muulize. Watatu. Na jamaa alisema tatu. Alisema tatu. Unajua hawa watu ama Grishon walikuwa wameongea asubuhi. Hawa watu wako na Mwakenya. Ama washapanga tayari. Unajua ni boma yao. Labda wamepanga. Hawa watu wamepanga. Kwa sababu Grishon alisema watatu. Yeye amesema watatu. Na huyu anasema watatu. Hiyo yake anasemaga tu hivyo. Kutoka kitambo. Yeah. Okay. Wamepatana. Maana naye Grishon tulimhoji alisema tatu. So muulize wakienda kwa boma yao tu assume wako kazi, watapata house girl ambaye haongei na hasikii kama wao, ama wangetaka tu mtu wa kawaida tu? Anasema tu yeyote. Yote hapo nimeelewa. Na hiyo ni mzuri. Na hiyo mzuri. Wow, na imagine Bishop wakikaa wakiwa wawili, mgeni atembee. Yes. Sasa mgeni ataongea na nani sasa? Hapo. Tuasimu wameoana, tumeenda sasa na wewe. Wako nyumbani na tumeenda na wewe kutembea. Na hatujui kuongea na sign language. Tutafanya aje? I mean, unajua sasa hapo ni ngumu. Umeenda kuwatembelea, sisi tunaelewana, wao wanaelewana, lakini hatuelewani. Lakini unajua urahisi, wanajua kuandika. Mna uwezo wa kuzungumza kwa kuandika. Sasa imagine Bishop amefika anataka maji. Haujui kuitisha maji. Unaenda unamwambia anakuletea chai. Unajua kwanza ni umuonyeshe ng'ombe. Ng'ombe. Ndio ajue ni chai. Leta kuonyesha ng'ombe. Alafu unapitia kwa tapu na uweza maji. Alafu unamwambia changanya. Hapana. Hawa ndio wanasoma. Ukiandika T anajua. Ama unachora chai hapo unaandika T. And then okay, we are trying to say mambo ya Mungu haieleweki. Yaani uwezi elewa Mungu. Imagine hao watu wanaenda kukua kwa boma moja, wanaoana, wakae kwa boma moja na waishi milele. So you can imagine na wazae watoto. Si uliona ile kapo niliwaletea Ruai? Yes. Wenye wao sasa hawaoni. Hiyo kapo ya Ruai hawaoni. Na wanaishi kwa boma moja wakiwa wawili, watoto ni wakubwa, walienda makazi zao. Sasa hao mama, unasikia haoni, ana uwezo wa kufua, aende aanike, alafu azikisha kauka, aanue, akuje azipige pasi, aziweke mahali pazuri, na anajua ni kala gani amevaa. Anajua nguo ya papo iko pale, ya pink ndio ile, alafu anakuja kitchen. Anajua sukari iko na mkebe gani, majani iko na mkebe gani. Kuna siku moja alipika tukakula. Nikiwa huko mimi nilikuwa nashindwa what's happening. So what we are saying is mambo ya Mungu huwezi yaelewa. Tena ninajua kapo moja ambao ni bubu. Wana watoto 4. Na watoto wao wote wanaongea. Pastor Mungu anasema ni 5. Wewe unajua wa 5. Ile kapo nayo jua. Wana watoto 4. Na watoto wao wanazungumza. Lakini wao hawazungumzi. Lakini Mungu ni wa ajabu. So anyway, oria Ngai eka ndungehota ku understand. Sasa Purity. Hebu muulize anapanga wedding kama ya pesa ngapi? Unajua kuna ile
na angetaka kuwe na magari kama ngapi, ndio tumwambie sasa what we are planning and what we are thinking. Yani, unajua najiulizanga, imagine ukiwa na mtu wako mnaongea hivyo, alafu unacheka juu unaelewa. Unajua huwezi fikiria labda akionana na huyo jamaa wake atu waketu wazungumze, wakichapa. Wanacheka. Sasa wewe unaona ni kama, yani hiyo kitu ni, hata kama unacheka tu. Ni sawa tu, acha tu nicheke juu sasa. Hujaelewa, ushikanizi. Sasa ni kama venye tunaongea na wewe na tunaelewana na unacheka. Sasa imagine wao hivyo ndio wanaelewana. Na wanacheka. Na wewe unaona ni ngumu ati mkikaa na mtu boma moja tu wanaongea hivyo na wanacheka. Sasa unacheka nini na hata hamuelewani. We. Hata tusikia budget, ni budget unafanya. Hii ni kama ile ya Kenya inasomwa mwezi wa 6. Imekuwa refu. Unaona hawamalizi. Anasema 50k. Oh, okay. Hiyo ni neti au ni harusi? Ya gauni. Hesabu imekuwa ngumu. Hiyo hesabu ni ngumu. Hiyo hesabu ni ngumu. Mwandikie hapo. I wish ungekuwa na kalamu kama nani. Anaandika hapo. No. $300,000. Wow. 300,000. Wow. Wow. 300,000. 300,000. Sio 300,000. Giri magana matatu. 300,000. Unasikia mtazamaji? Ulisema unapeana nini? Mimi. Nilisema nitatafuta gari ya kubeba mtu. Nilisema nina V8 kanaweza beba mtu. Okay. Sasa hata lakini tuna marafiki. Na wengine wao ndio hao wanatutazama. Wacha na marafiki, tutafika kwa marafiki. Wewe si ulisema unatoa kagari? Kale ka Chevrolet kagu. Ka Chevrolet. Hako. Bana. Chevrolet naenda kwa harusi. Tunakaita ka Chevrolet. Tunakaita Chevrolet. Sawa. Kale ka Chevrolet kakubwa. Kale ka Chevrolet kakubwa. Kakupanda. Na mimi nitoe kama hako. Kwa hivyo tunatoa gari mbili. Tutoe gari mbili. Sasa hao ni sisi. Hao ni sisi. Farodhi TV ndio watafanya coverage ya hiyo event. Na hizi kamera zote free of charge. Kamera zote free of charge. Na hao waangwana mafundi. Yes. Sasa na photography pia tunapeana. Na photography ile picha. Si unajua kuna photo session. Ya kwenda kusimama mzuri. Hizo zote tuna provide. Si hapo tumejaribu. Hapo tumejaribu. Lakini si kuna mbunge hapa Bahati. Huyu Kimani Ngojiri ni wa hapa. Yule wa bottom up. Bottom up. Kimani wa Ngojiri. Kwanza bottom up inaanzaga hapa. Unajua tuko bottom and then hapo ni Nairobi. Sasa si ndio nasema bottom inaanzaga hapa. Kwa sababu bottom ni hapa, Nairobi ndio hapo. Sasa Kimani wa Ngojiri. Lakini wacha kwanza tusikie kama kuna watu wameita hii harusi. Unajua yeye anaonekana ni mtu anajua na watu mashuhuri. Muulize ameita akina nani harusi. Anasema marafiki.
Marafiki na sasa na kina Shosh. Hebu muulize angetaka tuite nani? Anasema ati nyinyi wote, ameshawaalika nyinyi wote. Oh, okay. Haya. Sio sisi. Ni hawa wanatazama ndio anawaambia. Ni hawa. Wewe mtazame mzuri awaambie tena. Umeitwa. Angalia, mwambie angalia kamera. Waambie amewaita. Mwambie afanye hivyo awaite. Exactly. Mwambie awaambie. Wa support. Watoe pesa. Watoe pesa. Tafadhali. Ndio. Wewe umeambiwa hiyo, umeona imeingia nyingi, amesema anataka pesa. So, mtazamaji, ni vizuri tukwambie hivi, hii couple tumeanza from scratch. And because we knew their financial stability, their financial status venye iko, sasa tungetaka kuwa support ili tuweze kuwafanyia wedding ambayo itakuwa ya kusisimua, si ndio? Bishop ndiye atawaunganisha, sio? Ndio. Kwa hivyo, tungetaka kuwaomba. Nafikiri tunatumia namba moja ya Grishon, si ndio? Namba ya Grishon. Lakini pia ni vizuri wapewe namba ya Nancy. Kwa sababu watashare. Wataambiana. The reason as to why we do that kwa sababu ya transparency. Hawa watu wanapenda transparency sana na hatuwezi taka pia kupeana namba mingi wachanganyikiwe. So utamwambia ile pesa itatumwa hapo na ile itatumwa kwa simu ya Grishon haitumiki kwa sasa. Sawa? Hiyo inawekwa hapo, ikishafika kiwango chenye tunataka, hapo ndio tutawaambia zitafanya nini, si ndio? Kwa sababu hatungetaka zianze kutumika na wale watu wanataka kuona wedding nzuri, si ndio? So akitumiwa asiziguze, zikae tu hapo wazilock, si ndio? Kwa hivyo zikitumwa anazilock until lakini tutakuwa na communication, tunajua ni ngapi zimetumwa na pia kwa Grishon, alafu ndio tuweze, kwa hivyo tutakuwa tunapeana namba zao zote mbili. So I know they are still communicating. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana, pia tutakuwa na namba yako so that you are able to give us the communication ya chenye yako nacho, si ndio? Na Grishon ndio tujue tutaanza wapi, Bishop, si ndio? So wapendwa, ningetaka kuwasihi msupport hawa marafiki zetu ili wafanye, unajua itakuwa, I think it will be one of the best wedding. One of the best. Especially this year. Yani a very unique wedding ambayo tungetaka dunia mzima iweze kuwitness. Watu wawili wanao ambao hawaongei na hawasikii wakikaanisha. So, if you're there na ungetaka kusupport hii familia, ningetaka tupeane namba zote mbili, si ndio? Ndio. Grishon na ya Nancy. So ya Grishon, kabla tuta-invite mamake hapa pia nene mawili, but before that ni vizuri pia tupeane hizo namba ambazo zitawekwa kwa screen, alafu ndio tukaweze kuwapea support yenye tutapata. We had promised you that tutakuletea msichana Nancy ndio umuone, alafu kutoka hapo sasa tuanze safari. So namba ya Grishon nafikiri pia mimi niko nayo. Yes. Ya Grishon uko nayo. Niko na namba ya Grishon. So nani kwanza peana ya Nancy? Sema tu kwa sauti. Unasema tu kwa sauti? Nancy si uko nayo? Nani Purity? Ujekram. Oh, andika hapa. Ngoja apewe simu hapo. Andika hapo. So Grishon Kamau yake ni 0706 0706 873 873 486 486 0706 0706 873 873 486 486. Hiyo ni ya Grishon Kamau. Alright. Namba yake ya peana ya Safaricom. Sawa sawa. So namba ya anaitwa Nancy nani? Nancy Wakonyo. Hiyo jina ya tatu?
Maina. Nancy Wakonyo Maina. The reason as to why tunapeana majina matatu, wale wanatuma na wao Remit ama Sendwave wanataka majina matatu. Kwa hivyo namba yake ni 0704 0704 214 214 947. 947. Tunarudia 0704 0704 214 214 947. 947. Good. Nancy Wakonyo Maina. Exactly. So sisi tutasaidia Nancy mahali tutaweza kupitia mashabiki wetu na wale wote wanatutazama. Tutahakikisha hiyo siku imekuwa ya kufana, lakini tungetaka kuambia wafadhili, those sponsors who would be willing kusponsor hii wedding hadi ifike kilele. We have so many service providers we need on board. We need caterers, we need watu wa tents. Wa tent ni wakuja na viti. We need watu wa system. Una hema, una viti, PA system, una vyombo vya muziki, MC. Wewe ni MC. Unahitajika tafadhali. Yes. Service yako inahitajika. Exactly. So hizo namba tumepeana ni zao. But for those who would be willing, najua mko na namba yangu na mtawekewa kwa comment section. Wale wote wangetaka kukua part of this, wataniongelesha kwa namba yangu, wanipigie, waniambie Farodhi, mimi niko na PA, ningetaka kupeana hiyo siku. Na kone PA jaga ikurumia bega. Kama wewe ni MC na ungetaka kukua part of this, muna bahati sana, because we shall use our platform for free to advertise you. Waibaji maarufu. Ni siku yako. So wale wote wanafanya, kuna kitu kingine inaitwa decoration. Decoration. Yes. Yes. Kuna mtu wale wa kukomboresha net za ile gown. Ile harusi hiyo net hiyo. Na limousine. Limousine, by the way, yes. Wewe wako wapendwa sitawataja. Wana limousine. Yes. Tafadhali hii na nafasi yako ya kuweza kusaidia. Yes. Na limousine yako na watu wakajua service zako. Yes. Ukawa unapata kazi. Exactly. Number 2, unajua kuna honeymoon. Kuna honeymoon. Si kuna hawa tours and travel company tunataka kuwataja. Lakini kama uko hapo na ungetaka, kwa sababu tunaweza taja mmoja, mwingine ambaye alikuwa anataka kufanya hivyo, nasikia ametaja wengine, yeye ameachwa. Wewe uko na kampuni ya tours. Yes. Na ungependa kampuni yako ijulikane. Yes. Huu ni wakati wako wa kufanya marketing. Unasaidia siku moja, kampuni yako inajulikana, unapata kazi. Exactly. Unaweza wapeleka Zanzibar, unaweza wapeleka Mombasa, ndio Watamu, Diani, ndio. Ama Mauritius. Nimesikia kuna watu wanaenda mpaka Mauritius. We kuko kwingi. Ama Dubai. Hata Thailand. Sehemu mzuri. Yes. Sehemu mzuri sana. Yes. Haya. So Kamondo atamualika Senator Mwaura. Yule wa Kiambu County. Ni Ruiru ama Kiambu County? Anasimama Ruiru. Senator Mwaura anasimama Ruiru. Kwa hivyo Kamondo atamualika Senator Mwaura. Katika, by the way, unajua yeye ndiye anashughulikia maneno ya nini? Ya watu wenye wako na disability. Kwa hivyo na pia Kamondo ukiweza kufikia Sankok. Sankok. Ongea na Mwaura atatafutia Sankok. Sankok. Mwaura ni mzuri sana kwa sababu hata anaweza organize penye mtu. Good. Very good. Kwa nini umekaa hapo? Si ukuje hapa. Kuja ukae hapo. Yes. Very good. Msaidie kutembea hapo. Yes. Songesha kiti kidogo na mchunge taa. Very good. Kamondo himself. Chukua microphone. Okay, nasema Senator Mwaura ni rafiki yangu sana. Acha shika chini. Na shika kiboya. Mshikie tu. Ongea tu. Nasema Senator Mwaura ni rafiki yangu sana. Hatukujui. Pole. Kwa majina ni Charles Kamondo, the first bag to talk. Yaani kama kutoka mbele kualia eroreri, na mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Amen. Mimi nimekuja kushuhudia harusi
hii ambayo itakuwa, lakini mambo ya Kiswahili sijui sana, shinda inakujia kupanga. Nasema nitamkaribisha Mheshimiwa Senator Mwaura, ni rafiki yangu sana. Hata alifanya tupatane na William Ruto pale House of the Hope kule kwa Bishop Migwi. Na mimi najua Mwaura roho yake venye iko. Na kwa hivyo mimi nitampigia mimi mwenyewe. Wow. Na tunaongeanga. Okay. Kwani tuko na nani? Mwaura ananga maringo. Moja, Bishop. Kwani tuko na nani huku? Tuko na rafiki wa Mwaura. Kwa hivyo uko na mtu mashuhuri na hatukuwa tunajua. Asante sana Kamondo. Mimi ndio nimeimba wimbo Keneragai. Hebu guza kidogo. Ule ina niki weto dodore ati dodore na ngari jaga magoro wenamo na mako wenamo na kindu kia bata ni moyo waku na kindu kia bata muno ni moyo waku we kenera Ngai we wina maguru na ndukarore ũcio wĩna turubai na ndukarore ũcio ũrĩ na pajero kenera Ngai we wĩna maguru. Okay, Kamondo. Ujumbe wako kwa Grishon na Nancy ungetaka kuambia vipi? No ali na Gikuyu? Kiu nĩkĩo njũĩ kwĩbanga wega. Ũrĩa ingiuga kwĩ Grishon na Nancy nĩ ndĩmere maũndũ mothe nĩ mahotekekaga kwa arĩa mehokete Ngai. Na ũrĩa ũtũmĩte macemanie nowe ũgũtũma maũndũ maya mothe maya mangĩ makinyanĩre. Na nĩ ngoka ũhiki ũcio. Wow. Gũkĩmainĩra erĩ nĩega gũkĩra ũmwe. Wow. Kĩambĩrĩria gĩa thĩ Ngai ombire Adamu agĩcoka akĩona kwagĩrĩire ti wega Adamu aikare wikia kĩmumbĩra mũmũteithia mateithanagie erĩ nĩega mũno gũkĩra ũmwe nĩ Ngai wonire kwagĩrĩire umwage gwanone wakumwaya no arĩ wiki ngũria ngĩgĩtaithia Dabi waku nĩrĩ? Njoke njuge atĩrĩrĩ waku nĩrĩ? Abotige wataitanĩra baratha na tũtwĩtĩte ũhiki. Tondũ haha nĩ ũndũ wa aya harĩ nyambe njĩtane waya. Hũthĩra kamero kau wega ta mũteti wĩtanĩre ũhiki waku. Nyambe njĩtane waya. Ndĩmere atĩrĩrĩ. Gũciarĩrwo mũtitũ-rĩ eroreri-rĩ ũtingĩtũma ũtuĩke nũgũ. Koguo-rĩ nĩngũmũkaribisha inyuothe hũthĩre kanua gaka gakwa gwĩtĩra Grishon kana gwĩtanĩra ũhiki wao mũgoka tondũ mũcere noguo mũkagunĩka naguo andũ nĩ ene. Haya hau hangĩ twakinya gwakwa nĩ ngaiga na ona kĩmbu kĩhotanĩire na njemũ nĩtũkwaria. Anago Charles Kamondo. Thank you so much Kamondo. Na nĩ wamũigua na nĩ agwĩtĩra ũhiki wa Grishon Kamau na Nancy Wakonyo. Na tũrenda ũgakorwo ũrĩ ũhiki mũgemu muno. Ithuĩ ta Barothi family, Barothi TV family. Turenda tuoye ũhiki ũtarĩ witũ. In conjunction na Bishop na Pastor Munga. Tugemie igongona rĩrĩ wega nĩgetha tũtikanaconoke. So na nĩnjũĩ Ngai nĩegũkena tondũ Ngai nĩakenaga hĩndĩ ĩrĩa tũranyitĩrĩra andũ ta aya. Tondũ andũ aingĩ nĩmamateanagĩria makamarekereria. So ithuĩ twĩhokorwaga maithenya-inĩ gũtigĩrĩra atĩ family ĩno na family ya Grishon o hamwe na andũ arĩa mamendete nĩ maigua atĩ nĩguo kwega. Nĩguo kawega. So nikitaka kuongea kidogo tu na Mam Grishon manake yako huku. So nafikiri Kamondo anaweza ondolewa ndio tuongee na Mam Grishon. Kamondo ataithio. Nigetha Mama Grishon nake Mama Grishon aweze kufika hapa. Mtazamaji wa Farodhi wa TV Farodhi
TV, Farodhi wa Thayo TV. Huyu ndiye Mama Grishon, wale waliomuona ya kwanza. Ni nafasi yako. Yes. So karibu sana Mama Grishon. Shika ya microphone. Grishon ako wapi? Grishon nilimwacha. Aliniambia atakuja leo lakini Saturday atakuwa. Unajua sasa amekuwa mzee so anatoa instructions. Akisema ameanza kuwa mzee. Akisema leo si yuko, kesho ndio niko. Tuna respect hivyo, lakini hatukumhitaji leo manake siku yao inafika. Iko siku tutamhitaji wakiwa pamoja na Nancy. Sasa sisi tutakuwa na interpreter mmoja ama wawili ili sasa wakule story, si ndio? So ningetaka uitie hawa watu wedding na shughuli za waambie wa support. Wapeane support ili tuweze kupanga kila kitu ikue kama ilivyo takikana na wao wenyewe. Yes. Farodhi wa Thayo TV mwiroreri wothe nindagwitira igongona wa mbere nyambe ndimucokerie ngatho na ndimwire ni wega ni undu woguo murathi na mbere gusupport Grishon. Grishon ni mwana wakwa ndari wira na nirenda gwika uhiki, ndamuthaitha muthie na mbere kumusupport na nigetha igongona riri rigatwika ria kwagirira na ona riagirira na riakinya muthia no ngamucokeria ngatho na no ngamwira ni wega. Okay, thank you so much. Na no kimere okirina gikeno ni undu wa undu ucio gugiko ni wikikite ta muciari rire mwana omwe akweherera ni hari thani yeheraga mundu athia karugire gwake riu ni manenehire na ngatho nyingi ndinacio wa mbere kuri Ngai ni tondu woguo amanyitithanirie na Nancy ni tondu ti kawaida ati tondu ni kwiragwo ati mwana wothe wina wathe ndangiona mwene ona kana ndangihota kwikaria no Ngai ni akite undu iguri Kamau ona iguri Nancy. Reke njuge ngoro yakwa ni kenete na ni njui Ngai no ye gwika undu ni igongona riri no rigukinya mwisho. Okay. Ariria Nancy umwire ni ndikendete kairitu gaka. Kakamenya ni kamukiritwo muci. Nancy ni kwendete muno ona we gwiciria muthenya uria wokire ni wonire ni ngwendete na ni nguthie na mbere gukunyita tori mwana wakwa wa mbere ni tondu Kamau niwe mwana wakwa wa mbere koguo rona we niwe mwana wakwa wa mbere. Ndirari na kairitu kamwe gatagwo Karo, riu ndina tuiritu twiri getagwo Karo na Nancy. Wow. Ningenete muno. All right. Thank you so much. Rathimo muno tikoda warie muno. Asathie kwi mam ndukire kama unia kwirorera. Mwira ni riu ona ni mwamukirite. Riu aikondo aina ki mwana ki first born. Ki horiu. Nani tuge Kamau, Grishon Kamau, nani ni ngwendete muno ni tondu ndaigua niwe mukuru kwanyu nake Nancy Wakonyo niwe mukuru guku ni tuguthi na mbere tumunyitiriire na ni ngwendete na ngoro yakwa yothe o toria ndimuhoire na Ngai agakinyaniria ihoya ri nguthi na mbere ngimuhoyagira nake Ngai athi na mbere akimwikaga wega o uguo Ngai arenda kumunyitithania mugatigithanio ni gikuo. Okay. Negera Purity arekererie sister yake ndo ni matinda guko nake. Oh, Purity, oh good. Purity rekererie muiritu. Neana mundu tondu ri no korwo ithu turoiga uria twenda gikeno nake ni araigua ta aratunyo muratawe. Mami ni arekereria, mama amekuachilia sasa. Rekereria. Rona no haritu we rona haritu riu umenya riu kuwa ndari thiaga uguo ati ku access sister yake so mwachilie release. I'm happy for her. Yes. Na namtakia kila mazuri anapoenda na kuanza hiyo nini safari nyingine. Hata kama tutaboeka lakini tumemwachilia tu. Okay, na amekufungulia pia, si ndio? Sasa si next ni wewe. Yep. Utasema yep. Hapo mlango umefunguka. Anyway, thank you so much. Pastor Moga. Nafikiri ungenena mawili matatu. Unajua yeye ni mchungaji pia. Kwa hivyo nafikiri pia ni vizuri azungumze mawili matatu. Pastor Moga. Yes, unajua. Mundu wa heshima. Unajua amekuwa unajua Pastor Moga amekuwa shabiki wangu nikiwa kwa radio for the last 4 years. Yes.
amekuwa shabiki wangu. Singeingia kwa studio ni kose message yake. Yes. Bali hata tukiingia kwa Safaricom utoe data, alikuwa anatuma message daily. Yes. So Pastor Monga, I know you'll be part of this. Yes. Nafikiri labda utanena neno moja ama mawili. Thank you. Amaretwa makwa, mimi naitwa Pastor Monga, YouTube Pastor Monga ICCD, Facebook Pastor Monga ICCD. Na Farodhi wa Thayo amekuwa wa msaada kubwa kwa maisha yangu pia kama mchungaji. Ninalinda kanisa 3 kwa sasa hivi. Niko na kanisa pale Ndumberi, nyingine kawaida na Keradhani huko Ukambani. Na mimi sina mengi kusema, bora congratulate Nancy na pia Grishon. So ile kitu nataka kuambia wale ambao wana watch Farodhi wa Thayo TV, especially ale mara ya rugere jaragia, ndugateno ya Ngai yumire o Nairobi, okana ngari nene ciake kira maguta, arehe timu nene nino ngudimohire Ngai amurathime totia andu aingi mangika uguo, gutire maguta turamuhire, gutire turamwikire, na ningwenda kuga we ungeigua Ngai angiguteithia undu wothe uigue no upartner na Farodhi wa Thayo na upartner na wira uyu araruta, Ngai ni agukurathima tondu ithu tutingihota kumuriha, tutingihota kuga na atia ndetie maguta ndari kindu aragwitia, ona ni gwethaga family mamenya matigecire kindu tumuhenge, akahuthira andu ake othe ofisi gwake atigite andu anini agoka na andu othe, na rugendo ruu ti right ti ruhuku ungitara kuma Nairobi aria mokaga farero othe guka nginya Bahati ni ta mutungatiri ndaiga Ngai arotwika wa gukuhutia hari ori na wiki undu tu ni tondu wa muture wa Farodhi wa Thayo. Na njuge ino ni TV iria irathi kuraihu muno, na ni andu aria meguthi kuraihu muno ni andu wa wira aria marutaga wa charity work, wa charity kwirutira na maundu ta mau. Kugo Ngai amurathime, ni turicamania na inyui TV ni ya Farodhi wa Thayo tondu ngukorwo ngiuka kuo na inyui ni turiaria maingi muno. Ngai amurathime na mwike wega. Thank you muno Farodhi. All right, so thank you so much Bishop. Sijui kama uko na neno la mwisho labda ungetaka kuongea kama neno langu la mwisho ni kwa mama Nancy, Nancy na Purity. Kwa sababu ya jinsi wametupokea. Kwa kweli wametupokea kwa njia ya furaha kubwa. Yes. Na tumejihisi nyumbani. La pili ni kwa wewe mtazamaji. Kwa sababu ya muda wako. Na kwa kujitoa kusimama na Grishon Kamau na Nancy Wakonyo. 3, siwezi kumsahau rafiki yangu Farodhi wa Thayo. Ile kazi amefanya sio TV nyingi zinafanya. Kujitoa na vyombo zake na muda wake na pesa yake afanye jambo hili la kusaidia watu wa muhimu. Kusimama nao ni wale wanasimama na wenzao. Ukisimama na Farodhi wa Thayo TV utakuwa unasimama na kazi ya Mungu. Asante sana. Mwisho. All right. So I think nafikiri kuna mengi zaidi yako mbele yetu. Ndio. Na nafikiri ni vizuri tuwaambie watazamaji wetu, please support. Si tumewapea namba, wapeeni support. Because we want to do this thing. If your service provider provide whatever you have, peana, tutaku advertise na TV yetu na ni free. Hatukulipishi ku advertise. Simply because umesaidia hawa tutaku advertise for free. We will not charge you for their respect. Siku anajua Bishop, nimemjua kupitia Pastor Monga, aliponiongelesha. Na unakaa Ben Githae, are you related? Watu wanasemaga nakaa Ben Githae na kweli ni rafiki yangu sana. Na hata picha moja inafanana sana, lakini sasa maneno hayo yanaweza jibiwa na wazee. So nilijiona na yeye kupitia Pastor Monga, na nikamwambia kama ni mambo ya kusaidia sitawaitisha hata dururu. Na ni kweli haujaitisha. All those days nitaspend na history yao. Yes. I don't by the way. By the way, funny enough, I don't. Si ati sitaitisha, hata wafanyikazi wangu wanajua. Si unaona wako wote. Tumefunga ofisi leo. Wako hapa wote. Nikajua umefunga. Na hata hiyo siku ya harusi tutafanya for free na hatutalipisha. We don't do that because we need fame. We do that because unajua hawa nilioajiri hawajui tumetoana na Mungu wapi. So ninapofanya hivyo ni kama napanda mbegu. Manake najua mahali Mungu amenitoa. Ni mbegu. Umepanda mbegu. Manake najua mahali Mungu amenitoa. I also want to put the same into their
their hearts ndio wajue njia ya kuishi maisha mazuri. Unajua kuishi maisha mazuri si pesa. Wa Farodhi wa Dayo TV anafaa ajifunze kupanda mbegu. Wewe unapanda mbegu, umetoa ofisi nzima na vyombo na pesa yako, mafuta ya gari. Unajua kuna wimbo Kamondo walinifunza, umeimbwa na Muigai wa Njoroge. Ndio. Kulikuwa na wanyama watatu, kulikuwa na nguruwe, kulikuwa na ng'ombe na kuku. Ndio. Kuku na sijui kulikuwa na mtu mgonjwa. Sasa ndio huyu mtu apone, kuku lazima angepatiana yai, ng'ombe maziwa, nguruwe nyama. Sasa hawa kwanza kuku na ng'ombe walitoa maziwa akaenda nyumbani. Kuku akataka yai akaenda nyumbani. Lakini nguruwe lazima atoe uhai. Bas. Sasa that's what we call sacrifice. Apart from giving, hodha wewe mwenyewe. So hata kama tungetumia nani Nancy na kama 5k na tusikuje, unajua ukikuja you even provide a bigger platform ya kufanya watu wengi wakutane. Sasa unaona inasaidia zaidi. So tulikuwa tunasema hiyo sacrifice heana kido kelito. Hayo heana tent. Unajua tent si pesa kidogo. Si pesa kidogo. Yaani usacrifice tent yako hiyo Saturday. Si mimi na sacrifice kamera zote na wafanyikazi na nini? Ndio. Hiyo siku na gari yangu. Na wewe mwenyewe. Na mimi mwenyewe. Na hata mimi. Exactly. So hata wewe heana tarishi na shiaku. Wacha wafurahie hiyo siku. Jitoe, toa mali yako. That is it. You never know tomorrow. Exactly. Inawezekana unatoa hii na kesho ni kwako. That is it. Who knows? Koina girigana shineane ote kuigua uru akaithiye ciana, because I know they still need somewhere to stay. Yes, you could say wakimaliza kufuana ama wakimaliza wedding, iko nyumba yangu iko hapo, useme labda ningetaka wakuja wakae huko for the whole year kabla wajipange. Unaona, utakuwa umewasaidia sana kabla Mungu wa provide other ways and solutions to do. Sawa, asante sana. So Nancy Kamau, mbaki salama. Unajua sasa hiyo utakuwa naitwa Nancy Kamau. Yes. Nancy anaweza kuwaambia atoe shukrani, mwambie atoe shukrani. Awaambie. Yes. Unaona umpatie microphone. Hata nilikuwa nampa microphone. Perfect. Amekuambia shukran. So thank you so much. Toko Kenya how till next time. God bless you. God bless you.